tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza, simanzi zimetawa.
Yesu asifiwe. Tutashirikiana wote kuimba wimbo namba 10, tufani inapovuma. Yesu alisema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, atakapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishiye na kuamini hatakufa kabisa hata milele. Najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, nami nitamwona na nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Hapa hakuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu Grace Martin Elia ametwaliwa katika maisha haya. Basi tujinyenyekeshe mbele za Mungu Mwenyezi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiungana na mtunga Zaburi akisema,
kizazi baada ya kizazi. Kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, msemapo, rudini enyi wanadamu. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha usiku. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Tuketi, tukaribishe kwaya ya wagane na wajane.
watumishi wako, utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia kwa furaha siku zote. Utufurahishe kwa kadiri ya siku tulizoteswa, kama miaka ile tuliyoona mabaya. Matendo yako yaonekane kwa watumishi wako, na adhabu yako kwa watoto wako, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu uithibitishe. Kijito cha Bwana utupe amani yako. Sikilizeni neno la Mungu linavyosema juu ya kifo. Yesu mshindi wa mauti anasema hivi: amini, amini nakwambia, yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele, wala aingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Amini, amini nakwambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waishikao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Ubeti wa pili, kijito cha utakaso, namba 9, wimbo namba 9, ubeti wa pili. Nao watakaa wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Lakini saa ya Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Kwa kuwa kama Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayesitirishwa ni mauti. Tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope.
mimi ni wa kwanza na wa mwisho, nami na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Lakini Mungu ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Na mketi. Tuimbe wimbo tumalizie kijito cha utakaso namba 3 na namba 4, beti la 3 na la 4, tukimwandaa msoma historia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nitasoma katika jina la Bwana. Wasifu wa marehemu Grace Martin Elia. Utangulizi. Huu ni wasifu mfupi wa ndugu yetu, mama yetu Grace Martin Elia, ambaye alifariki dunia tarehe 14 mwezi wa 3 2026 katika hospitali ya Rabinisia. Grace Martin Elia alizaliwa tarehe 21 Novemba mwaka 1950 katika mkoa wa Singida, wilaya ya Iramba, katika kijiji cha Pyululu, Old Kiomboi. Alibarikiwa watoto watatu na alikulia katika familia ya upendo na mshikamano, na aliishi maisha ya kujitolea akijivunia kuwa sehemu ya familia hii kubwa. Elimu ya Grace Martin Elia alianza na shule ya msingi Kiomboi, darasa la kwanza mpaka la 4 mwaka 1958 mpaka 1961, na baadaye alijiunga na middle school yani darasa la 5 mpaka la 8 Singida Girls, na hii ikiwa mwaka 1962 mpaka 1965, ambapo alionyesha juhudi kubwa sana katika masomo yake. Baada ya kumaliza masomo ya darasa la 5 mpaka la 8, Grace Martin Elia alijiunga na sekondari ya Msalato Girls iliyoko Dodoma, na hii ilikuwa ni mwaka 66 mpaka 1969. Baada ya kumaliza masomo yake, alifanikiwa kujiunga na National Service, yani jeshi la kujenga taifa Ruvu, na hii ilikuwa Januari mwaka 70 mpaka Mei mwaka 1970. Baadaye alijiunga na chuo cha walimu Butimba Mwanza, yani TTC, Juni mwaka 70 mpaka 72, na baadaye alipata stashahada ya walimu. Ajira. Katika maisha yake ya kazi, Grace Martin Elia alifanya kazi katika maeneo mbalimbali na alileta mabadiliko makubwa.
kufuatia uhodari wake wa utendaji wa kazi, hivyo alikuwa chachu kubwa kwa watendaji wenzake. Mnamo mwaka 72 mpaka 74 alifundisha Mkalama Primary School huko Iramba Singida, na mwaka 75 mpaka 79 alifundisha Kiomboi Primary School Iramba Singida, na kisha kuanzia mwaka 79 alifundisha shule ya msingi Mlimani mpaka 2010 ambapo alikuja kustaafu utumishi wa umma na kuendelea na shughuli zake binafsi. Ndoa. Marehemu Grace Martin Elia alifunga ndoa na Dr. Frank Martin Elia tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 71. Maisha yake katika jamii na kiimani. Marehemu Grace Martin Elia alikuwa mtu aliyejawa na upendo kwa Mungu na kwa watu. Naomba nirudie tena, aliyejawa na upendo kwa Mungu na kwa watu, na alikuwa na imani thabiti na alijivunia kumtumikia Mungu katika kila sehemu ya maisha yake. Alikuwa mpenzi mkubwa wa nyimbo za Injili na alifurahia sana kusikiliza nyimbo hizo ambazo zilikuwa ni chanzo cha faraja na nguvu kwake. Upendo wake kwa Mungu na kwa wengine ulijidhihirisha katika namna alivyokuwa mkarimu, nyenyekevu na msaada kwa wale wote waliohitaji. Watoto. Alibarikiwa kupata watoto 3, lakini pia wajukuu 8. Kuugua. Marehemu Grace Martin Elia alipatwa na maumivu ya tumbo ghafla tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 siku ya Jumatano. Lakini Alhamisi tarehe 12 mwezi huo wa 3 mwaka 26 maumivu yalizidi na kupelekwa Rabinisia Hospital Tegeta, na baada ya uchunguzi ikagundulika kwamba utumbo umejifunga. Hivyo akafanyiwa upasuaji na akaendelea vizuri. Lakini Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 2 2026 majira ya usiku hali ilibadilika na kupelekwa katika chumba cha uangalizi maalum, yani ICU. Tarehe 14 mwezi wa 3 2026 alfajiri Mungu alimtoa. Shukrani za pekee ziwaendee madaktari na wauguzi wa hospitali ya Rabinisia Tegeta, ambapo walijitahidi kwa kila hali kuokoa maisha ya Grace Martin Elia. Walijitolea kupambania maisha ya Grace Elia bila kuchoka, na kwa kweli tunawashukuru sana kwa juhudi zao kubwa na upendo walioonyesha wakati wa matibabu ya Grace Elia. Lakini vile vile tunatoa shukrani za kipekee kwa watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakimwombea Grace Martin Elia katika kipindi chote cha ugonjwa wake. Watumishi hao walikuwa ni chanzo cha faraja na nguvu kwa familia na kwa Grace Martin Elia mwenyewe. Shukrani maalum pia ziwaendee wachungaji, hasa mchungaji ambaye alifika hospitali ya Rabinisia na kutoa ibada kwa Grace Martin Elia akiomba kwa ajili ya uponyaji wake. Maombi yao yalikuwa ni msaada mkubwa kwa familia na yaliongeza nguvu katika kipindi hichi kigumu. Kipekee shukrani ziende kwa watu wote walioshiriki kumuuguza mama yetu kwa nyakati tofauti bila kuchoka. Aidha, shukrani pia ziende kwa watoto wake ambao kwa kipindi chote cha ugonjwa wake wamekuwa naye karibu kwa kumfariji, kumpa moyo na kumwombea. Pia shukrani za pekee ziende kwa ndugu zake ambao walikuwa naye nyakati zote ngumu. Aidha, shukrani zake pia kwa dada zake na kaka yake na ndugu wa karibu kwa namna walivyoonyesha upendo mkubwa, uvumilivu na msaada wa kiroho wakati wa ugonjwa wa Grace Martin Elia. Mwisho na sio kwa umuhimu, tunatoa shukrani za dhati kwa ndugu, marafiki, wafanyakazi wenzake, majirani na wote waliokuwa karibu na Grace Martin Elia. Mchango wenu katika kumsaidia na kumfariji katika nyakati zake zote unathaminiwa sana. Poleni sana kwa msiba huu, na tunaomba kwamba Mungu awafariji na kuwatia nguvu katika kipindi hiki kigumu. Tunaomba dua kwa ajili ya roho ya marehemu Grace Martin Elia, na tunaomba faraja na utulivu wa moyo kwa familia.
na wote walioguswa na msiba huu mkubwa. Poleni sana ndugu, jamaa na marafiki wote wa Grace Martin Elia. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuongezea kidogo, naomba niongee kwa ufupi. Mwaka 2007 wakati baba yangu anafariki, nilikuwa kabla hajafariki akiwa hospitali, nilipigia simu na hisi alikuwa anajua kwamba anafariki kutokana na ugonjwa alikuwa anaumwa. Aliniambia nimshukuru Mungu kwa kuweza kuishi naye kwa miaka yote mpaka kwa muda wote huo aliokuwepo akiishi. Tumshukuru Mungu. Akasema yeye baba yake alifariki akiwa na takriban miaka 12 au 13. Kwa hiyo hakupata hata ule muda wa kutosha. Lakini leo hii miaka 20 baada ya baba kufariki, karibu miaka 20, tuliendelea kuishi na mama yetu. Kwa hiyo pia tunamshukuru sana Mungu kwa muda wote huo aliotupatia wa kuishi naye. Mama yetu alikuwa ni mshabiki wetu mkuu, sisi wote watatu katika mambo yetu tunayofanya. Nijipendelee hasa mimi nilipoanza mambo yangu ya kilimo. Kwa kweli alikuwa ananishabikia sana na kuniambia mafanikio. Wema wa mama unajulikana na aligusa wengi sana, na labda kwa upendeleo labda niseme kwa wale wote waliopitia mikononi kwa mama, ama kwa kufundishwa ama kwa vinginevyo, naomba waonyeshe mikono kidogo tu wote huu. Kwa hiyo utaona jinsi mama ambapo alikuwa anaweza kuishi na watu, lakini pia kwa kumpenda Mungu. Jana mama Mgasa wakati akitoa ushuhuda alisema mama alikuwa ni mweupe sana, na pia mpaka anazeeka miaka yake 75 alikuwa bado mweupe au mifii. Sasa kuna kitu ulisahau, naomba nikukumbushe, labda alikuwa hajakwambia. Alipoanza kufundisha shule huko Mkalama, kama mliosikia kwenye wasifu, alipokuwa mweupe, kuna watu walikuwa wanatembea mpaka kilomita 20 kuja kumwangalia mzungu anafundisha kijijini. Na hii ni kweli, na ni kweli kabisa. Mama alikuwa ameokoka, kwa hiyo hawezi kudanganya. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo siku ya Jumanne nilikuwa niko na rafiki yangu, nikamwambia nimekuja Dar es Salaam wiki ya 3 ya pili, sijapata nafasi ya kumuona mama. Leo nataka nikamuone mama. Akanisisitiza nimpigie mama. Mpigie uende ukamuone. Nikampigia, akaniambia mwanangu, sasa unakuja, mimi naenda kwenye maombi, labda uje usiku nikitoka kwenye maombi. Kwa hiyo nikamwambia, lakini mama, mimi na kikao na watu usiku, kwa hiyo basi kwa sababu na kesho nasafiri, nitakaporudi wakati wa Christmas tutaonana. Lakini naona mama alitaka nirudi wakati wa Pasaka. Mama alitaka nirudi kabla ya Pasaka, na nikarudi kabla ya Pasaka kuja kumuona. Sikupata tena nafasi ya kusikia sauti yake tangu tuongee naye siku ile ya Jumanne mchana, na sema mama, nenda tangulia, katuandalie makao mema. La mwisho kabisa, ile la mwisho, mama yangu alikuwa akinitania sana kuhusu sauti yangu wakati tukiimba. Mnajua alikuwa anapenda sana nyimbo na mapambio. Alikuwa ananiambia kwamba sauti yako haijulikani ni ya kwanza, ya pili, ya 10, ya 7. Nikamwambia labda kweli, lakini asubuhi sauti yangu huwa ni nzuri sana. Sasa sijui kama ni kweli, mtaniambia mnavyosikia. Kwa hiyo kwa kumalizia, labda naomba mniunge mkono, nataka nijaribu. Kama nakosea msinicheke. Mbinguni kuna makao mazuri sana, mbinguni kwa Baba kuna
kwa tafakari. Usinipite
Imba